Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yangu, naitwa Omega Kilinzi, na leo ningependa kushare na nyinyi namna nilivyopata magauni yangu ya harusi. Manake magauni yangu yote nilishona. Kwa ningependa kushare na nyinyi tips tofauti na changamoto pia nilizokutana nazo katika kushona magauni yangu na kuyapata. Karibu sana. Kwanza tukianza na gauni la engagement. Kama unavyoona hilo hapo, ile gauni la engagement. Nilikuwa nimesave muda mrefu kiasi. Tangu 2017 nilikopo na hii design ile gauni Instagram. Kwa hiyo nilikumbuka, kwa hiyo nikawa nimeenda kwenye saved moja kwa moja. Nikaingia Instagram kama unavyoona. Nikaenda kwenye sehemu yangu ya saved ambapo nilikuwa nimesha save hivyo vitu. Lakini sikutaka gauni liwe na complication nyingi. Nikataka tu gauni liwe simple. Na some details ambazo nilikuwa nimependa zibadilishwe. Kama maua yalikopo ni ya gold ya hilo gauni ambalo nilipenda design yake, mimi nikapenda maua yangu ya gauni yawe ya silver. Kama unavyoona hapo, tunapanda na kushuka hapo, hilo hapo. Yes. Kwa hiyo kama unavyoona hilo gauni, lakini sikutaka liwe refu sana, nikataka tu liwe simple. Na pia ambalo naweza nikaingia nalo kanisani vizuri. Kwa hiyo nikaonyesha fundi design ninayotaka na nikamuelekeza jinsi ambavyo natamani liwepo basi. Hili likatokea vizuri. Tukija kwenye upande wa gauni langu la kitchen party. Nilipenda tu design, niliona mahali, lakini rangi pia niliona ni nzuri, mustard yellow. Kwa hiyo nikapenda, nikamuelewesha fundi, nikamtumia pia na picha vile vile. Akanishoni kama unavyoona hapo, fittings zikaanza. Na hicho kipepeo nilinunua 15,000 tu Kariakoo. Kwa hiyo nilimuelekeza fundi kwamba gauni nataka tu liwe refu. Na sikupendelea pia kutengeneza nywele, nilipenda tu liwe kilemba. Kama unavyoona hapo niko kwa fundi nafanya fitting. Jamani, fitting ni kitu cha muhimu sana kuhakikisha gauni limekukaa vizuri. Tukija kwenye upande wa kilemba, nilipata sana changamoto kwenye kupata kilemba. Maana nilienda Kariakoo nikatafuta, nikaenda kwenye mitandao pia vilikuwa ni 85,000, lakini sio vizuri. Mpaka baada ya 20 tunakuta kitambaa ni kizuri. Kwa hiyo huyu mdada nilikutana naye Instagram. Hapo huyo ni mwalimu wake aliyemfunza, sasa alikuwa anamtangaza mwanafunzi wake. Sasa nikaona namba zake huyo dada, hatuko mbali sana. Kwa nikamtafuta. Manake mimi pia nilikuwa navaa rangi hiyo ya mustard yellow. Nikamtafuta huyo dada, kwa vitambaa vyake hakuwa anauza bei ghali na ni vitambaa vizuri. Kama unavyoona hapo, ndio page yake inaitwa Autogele by Far. Nikawasiliana naye, akanipatia tu kitambaa tu kwa bei nzuri. Vitambaa vyake sio bei ghali. Kama unavyoona hicho kitambaa cha katikati hapo ndio nilichokivaa mimi, hicho kilemba. Nikapata tu kwa bei nzuri. Yeye anauza vitambaa vyake 65,000, 75,000 na ni vizuri sana. Nitaacha contacts zake hapo chini kwenye description box. Yes. Kwa kilemba tu nikapata vizuri tu. Tuje kwenye magauni ya harusi. Magauni ya harusi nilikuwa napenda sana ball gowns. Kwa hiyo sasa nikashauriwa kulingana na mwili wangu si nitakuwa nimekaa vizuri. Basi nikarudi tena Instagram. Nikaenda kwenye saved. Kuangalia saved zangu ambazo nilikuwa nimezisave. Kupata some ideas. Pia nilipata pia ideas nyingine Pinterest. Hapo tuna scroll. Tupate some ideas. Pia kuna mawazo pia nilipata kule Pinterest, kuna magauni mazuri sana na ambayo kama haupendi mambo mengi kule unaweza kupata pia magauni ambayo ni mazuri sana. Kwa hiyo hili gauni hili ambalo linakuja hapa sasa hivi mnaliona litaonekana. Nilipenda design yake, lakini lesi tulioipata hilo
lace niliyoipata haikuwa nzuri, imejaa kiasi hicho, kwa hiyo gauni halikuwa limenika vizuri kabisa kama unavyoona hapo, sikuwa nimelifurahia. Basi ikabidi sasa tubadilishe design. Tubadilishe design, hiyo design nyingine. Basi tukaenda Kariakoo kutafuta tena vitambaa na details za kuweka kwenye hilo gauni, yani mapambo. Tulitembea sana, yani hapo unaona tu duka hilo, lakini tulitembea sana kutafuta mapambo. Basi kama unavyoona gauni limebadilishwa huko juu, tukaanza tena kutafuta mapambo mengine kuweka. Kakata fundi kipande cha juu na akabadilisha design ya juu ambavyo inatakiwa kuwa. Kama unavyoona hapo nafanya fitting ya hilo gauni. Kwa hiyo akatafuta mapambo mengine, tukatafuta akaweka. Basi ndo kama unavyoona hilo gauni la usiku lilivyokuwa hivyo. Tuje kwenye upande wa accessories, mapambo. Nilitembea Kariakoo pia kutafuta hereni, headpiece. Sikufanikiwa sana kupata headpiece nzuri. Nilichokimbilia kule kizuri ni hereni. Kwa hiyo headpiece nikazama Kikuu. Nikaenda Kikuu, nikatafuta headpiece. Manake headpiece Kariakoo na mitandaoni niliangalia, nikakuta headpiece nzuri kuanzia 1,500 mpaka 2,500. Basi nikaenda Kikuu, nikatafuta headpiece. Nikakuta tu headpieces ambazo ziko nyingi, crowns, headpieces nyingi sana, lakini kuna headpiece moja ambayo niliona na ilikuwa ni very unique. Kama unavyoona hapo nilifanya hii kazi kama wiki moja hivi natafuta tu headpiece. Basi hiyo headpiece unaiona hapo sasa niliipenda kabisa. Ndio nikainunua. Hapo ndio imeandikwa 19,000 na, lakini jumlisha na makato na kipindi nilichonunua bado tozo zilikuwepo. Kwa hiyo nilipia 23-24 hivi. Kama unavyoona hapo vipimo ni size 30 kwa 8, yani upana ni sentimita 8, urefu sentimita 30. Kwa hiyo nikaona hii kabisa itanifaa kichwani, yani itaninea vizuri. Basi nikailipia, nikainunua. Okay, kwa upande wa shela sasa, veil na gauni la kanisani. Tuongelee kwanza kuhusu hili veil. Pili, wazo nilipata pia Instagram, niliona shela zuri Instagram. Nikalipenda, nikalisave kama kawaida. Kwa hiyo nikarudi tena Instagram. Nikatafuta tena lile gauni nilipata kumuonesha fundi gauni ambalo nilikuwa nimelipenda. Na shela jinsi lilivyo. Tunapanda hapo, tuna scroll. Hilo hapo. Kwa hiyo gauni nililipenda, nikapenda na hiyo veil yake. Kwa hiyo hilo veil kulipata ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni pana sana. Nikazunguka sana Kariakoo muda mrefu mno. Kariakoo Tandika, lakini ilikuwa ni changamoto kupata. Nilikuja kupata kwenye duka moja hivi liko maeneo ya Msimbazi. Ndio nikapata veil ambalo ni pana kiasi hicho. Kwa hiyo fundi alichokifanya hapo ni kulipamba hilo shela vizuri na kuelekea maua huku kwa chini. Na kulikata vizuri kama half moon, lakini huko mbele kama unavyoona hapo nishaanza kujaribisha. Kwa hiyo likatokea tu vizuri veil kama hivyo, na unaona limewekewa vitu vizuri. Kama unavyoona hapo nilikuwa nimeshaenda kufanya fitting tena gauni. Likamalizika vizuri kama unavyoona hapo my outfit. Namba za fundi pia mtatukuta hapo chini kwa description box. Namba za makeup artist. Makeup artist ndo huyu alivaa shati nyeusi yule pale mdada. Kwa zote mtatukuta hapo. Asanteni sana, karibuni sana. Magauni yangu yote nilifurahia. Nashukuru sana. Msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Asanteni.